Lakini pia kosa la pili ambalo limeweza kutolewa adhabu ama imeweza kutajwa katika adhabu ambazo zimeweza kutolewa ni kwa meneja wa timu ya Young Africans ambaye katika mchezo huo alionekana akisukumana ama alionekana wakipishana na mchezaji wa timu ya Simba ambaye anafahamika kwa jina la Clatous Chota Chama. Tunafahamu katika mchezo wa dabi kunakuwa na pressure kweli kweli na mambo yanakuwa ni mengi, lakini sasa jambo ambalo liliweza kuonekana katika mchezo huo ni meneja wa timu ya Young Africans kuweza kumsukuma mchezaji wa Simba, jambo ambalo lilileta sintofahamu, na bodi ya ligi baada ya kuangalia na kupitia kanuni wameweza kuona kwamba meneja ya timu ya Young Africans ndiye alikuwa na makosa na kuweza kumpatia ama kuweza kumpa faini ya kutoa shilingi milioni 1 na kuweza kumfungia michezo mitatu. Yaani katika michezo mitatu basi atakiwa kuweza kuhusika kwa chochote kile katika timu ya Young Africans. Na adhabu ya tatu ambayo imeweza kutolewa ni kwa shabiki wa timu ya Simba ambaye huyo amehusishwa na swala la kishirikina. Shabiki huyo hapo ambaye ameweza kuhusishwa na swala hilo la kishirikina anafahamika kwa jina la Mohamed Ali, ambaye yeye huyo ameweza kufungiwa miezi 12, yaani hapa ni takribani mwaka mzima bila kujihusisha na swala lolote la michezo hapa nchini Tanzania. Sasa adhabu hapo imetokana na imani za kishirikina ambazo ziliweza kuonekana katika mechi ile ya dabi baada ya shabiki huyo kuweza kwenda golini akiwa anamwagilia maji golini, jambo ambalo liliweza kuwashtua watu wengi na kuweza kulitazama kama ni kinyume cha kanuni ambazo zipo hapa nchini Tanzania, hasa katika upande wa michezo na burudani. Na adhabu hiyo hapo imetoka katika kifungu cha 42 cha kanuni za ligi kuu hapa nchini Tanzania. Hizo ndio adhabu zimeweza kutolewa siku ya leo na bodi ya ligi hapa nchini Tanzania. Lakini maswali mengi yamezidi kuibuka. Je, vipi kwa Clatous Chota Chama? Kwa sababu wakati meneja wa Yanga anasukumana na Chama, wote walionekana wakiwa wamepaniki, wote walionekana wakiwa wako katika pressure ya hali ya juu. Je, ni kweli meneja wa Yanga ndiye alikuwa na makosa peke yake ambaye anastahili adhabu, ama Chama naye pia alikuwa na stahili adhabu, lakini uongozi ama bodi ya ligi hawakuweza kuliangalia hilo kwa jicho la pili, ama imekuwaje? Hili ni swali ambalo bado najiuliza mimi binafsi, na natumaini yangu kwamba na wewe pia bado unajiuliza na ukitamani kufahamu nini haswa ambacho kinachoendelea. Sasa nikwambie tu ya kwamba hii hapa ni Sauti ya Habari, sauti ambayo inakupa kila kitu ambacho kinaendelea kutokea hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Wewe cha kufanya ni follow ama subscribe katika channel hii ili uzidi kupata habari kamili juu ya kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika uwanda wa michezo pamoja na matukio yote ambayo yatatokea hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu naitwa Yusuf Sadoki, hii ni Sauti ya Habari.